Wakati akiwa anawinda msituni, mfalme bila kutarajia alikutana na binti nzuri ajabu, na kwa mara moja tu binti huyo aliuteka moyo wa mfalme kabisa. Cha ajabu, dada yake binti huyo alikuwa ni bibi mwenye umri wa miaka zaidi ya 70. Siku iliyofuata alipokea gauni lililotumwa na malkia mpya. Ingawa alishangaa, dada huyo alivaa gauni hilo na kwenda ikulu. Alitembea kwa tahadhari akiogopa kufanya kosa lolote, lakini ghafla malkia mpya alitokea na kumvuta hadi kwenye chumba kisicho na mtu. Ni mimi Dora, nimekumisi sana. Ingawa ilikuwa ni vigumu kuamini, dada huyo aliuliza jinsi dada yake mkubwa alivyokuwa kijana. Tena dada yake hakujua pia. Kitu pekee alichojua ni kwamba aliamka akiwa katika hali hiyo. Pia alimuonya dada yake asifichue uhusiano wao. Aliahidi kwamba baada ya sherehe angempa utajiri mkubwa sana. Lakini kufikia wakati huo, mawazo ya dada huyo yalikuwa tayari yamebadilika. Alipoona dada yake mkubwa akifurahia hadhi ya juu kabisa, alitamani zaidi kujua siri ya ujana. Kabla hata sherehe haijaisha, alipaza sauti akidai kumuona malkia. Ili kumzuia mfalme asishtuke, dada mkubwa akaahidi tena kwamba kama angekuwa mtulivu, si tu angepewa mali, bali huenda hata angeletwa kuishi ikulu. Hivyo akamsihi aondoke. "Oh, hapana, nataka kuwa pamoja nawe. Nimesema nenda." Baada ya kumtoa dada yake, dada mkubwa alijiandaa kumhudumia mfalme, lakini ghafla dada yake alitokea tena. "Nimechoka kuwa peke yangu." Ingawa dada mkubwa alimuonya mara kwa mara kwamba utambulisho wao ukifichuka, wote wawili wangehukumiwa kifo, dada mdogo alikataa kuondoka na akaendelea kudai siri ya ujana. Wakati dada mkubwa akijiandaa kumfukuza mfalme, aliwasili mlangoni. Bila kuwa na chaguo lingine, alimficha dada yake nyuma ya pazia na kumwonya asitoe hata sauti. Lakini wakati wawili hao walipopumzika, dada yake alitoka nje. Mfalme alishtuka sana. Mara moja alimkumbuka yule bibi mzee ambaye zamani aliwahi kumtupa kutoka kwenye jabali. Akawaita walinzi wake akiwa na nia ya kumuua mwenyewe. Kwa bahati nzuri, dada mkubwa alimsihi hivyo. Dada mdogo akaachwa hai. Hata hivyo, baada ya kutoka ikulu, dada mdogo alipagawa na akili. Aliwaendea watu akiwaomba wamchune ngozi, lakini kila mtu alimuona kama mwenda wazimu. Baada ya kuona vito vya thamani, mchinjaji mmoja alikubali ombi lake. Dada huyo kwa furaha alipanda pamoja naye kuelekea ndani kabisa ya msitu ili asilete matatizo. Mchinjaji huyo alimfunga kwenye mti. Mtaani alionekana kiumbe wa kutisha aliyejaa damu akichechemea kuelekea ikulu. Aliamini kwamba jambo hilo lingemfanya awe mzuri kama dada yake, lakini mwisho wake alikufa akiwa amemezwa na tamaa yake mwenyewe. Katika mgeuko wa mwisho wa hadithi, uchawi wa dada mkubwa uliisha na ngozi yake mara moja ikarudi katika hali yake ya uzee. Kwa bahati nzuri aliweza kutoroka kabla mfalme hajagundua.